kuishi ila wana mkono wa Bwana hai. Sema amen. Yesu. Haleluya. Amen. Juzi napita mwezi wa 8, napita nyumba moja hivi, namkuta mama mmoja amelala kwenye kimkeka kajikunja. Amejikunja, anasema tumbo linapasuka. Nikamwambia wewe tumbo lipasuka kwa sababu ni anasema sikiliza bana, nimeona kwenye runinga ambao mimi mwenyewe kabisa wanaruninga ile ambao ni kipimo kikubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Huko mtaani kuna maneno mengi sana. Wewe ukisema hivyo unasema kieni, lakini kule kuna mambo mengi sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema nikaona mwenyewe na uvimbe wa kutosha tumboni. Mchungaji unauma na tena unawaka moto. Wako mama wana matumbo yana uvimbe. Wana uvimbe unauma hadi unawaka moto. Lakini nikamwambia namna hii, yuko Bwana mfalme wa majeshi mwenye huruma, ambaye Kristo Yesu anaweza kuyarusha uvimbe. Sasa kama unakubali na kuamini, leta kwa mwisho wako. Nasema nami ninakubali mchungaji, kwa maana hata nikikataa, maana sasa hivi hata kuoga ni tayari nimekufa. Hata nikikataa nikubali, maana sasa hivi nimefaje? Nimekufa. Kakata tamaa ya kuishi. Usione unakula muhogo au unakula dona lako, unalala unaamka, mshukuru Mungu kwa sababu yeye ndo anakutetea. Lakini wako watu wanateseka. Ngoja nimalize afu nikupe ushuhuda mwingine. Yule mama tukafanya maombi. Mungu amewapa, wala Mungu hawezi kumpa mtu wake gonjwa. Wanaishi hayo mashetani mnayoyakamatia, mnayokubaliana nayo, hayo ndio yanayokula maisha yenu, ndio yanaowatesa wanadamu, ndio yanaofanya vurugu, hata maisha yenu haendi vizuri. Yeye shetani anapanda uharibifu kwa mtu, lakini Mungu huondoa. Tukaweka mikono, tukaamuru uvimbe uhame. Tunahamisha kwa wale ambao uliouleta kwenye tumbo. Kumbe kulikuwa na wachawi wanamuinda yule mama, wanamlazimisha awe mchawi mwezao, lakini yeye anagoma kuwa mchawi. Naona. Sikiliza, yako mambo ya ajabu sana duniani. Ukiwa ni mtu wa kawaida huwezi kugundua. Kumbe kuna kikosi cha uchawi. Hata dunia kipo. Hivi ninapohubiri kazi zao zinateketea. Ninapohubiri